kabisa siku moja sana. Nimepata msichana mrembo. Tunapiga story. Tunafika kwa namba Mr. Speaker. Mrembo anakuambia chukua yangu. Kumbe yeye pia yake imekatwa. Unajua? Na yeye ashajua. Mimi pia namwambia chukua yangu, natoa simu yangu. Kuangalia mbele, nitakuchukua tu yako kesho, nitachukua yako kesho. Unaenda, hakuna mwenye amechukua namba ya mtu mwingine. Na unapata simu ya 10,000, unaenda kuchukua na 4,000. Wanakudanganya unatumia 1 week. Hii 4,000 hawahesabu. Hii simu tena bado unalipa 50,000. 50 plus 4 ni 54. Na simu yao nani cash ni nini? 10,000. So mkopo mali amefika hapana. Hadi siku hizi wameweka pikipiki ya mkopo. Unapata mtu ameweka pikipiki kando ya barabara, pikipiki pia imekatwa. Pikipiki bwana, Speaker bwana. Kwenye Kenya imefika hata kama ni deni. Hapana, Ruto nao hapana sasa. Ndio maana mimi nasema Ruto ni one time, Mr. Speaker. Hii ya mkopa, yani kila kitu sasa ni mkopo. Lipa mdogo mdogo. Unapata Masai ako na viatu mingi, yani Masai amwambia bibi yako kiatu ya 400, Masai anawacha bibi yako analipa 50 daily. 50, yani 50 daily. Unarauka asubuhi, amefika kwa nyumba, bibi yako wapi? Kwani sasa kila kitu ni deni hii Kenya? Penye Kenya imefika Mr. Speaker pana, hii si ile Kenya ambayo tulijua. Najua mimi ni mdogo. Na hata nikiwa mdogo nikiwa class 1, sikuwahi ona vitu kama hizi. Na sikuwahi amini pikipiki inaweza kuwa yenye ingurumi, sahihi iko. Gari iko. Simu, hadi mtoto wa class 2 ako na simu hadi smartphone. Analipa 50 bob daily. Kwanza hizi simu ya mkopo imeongeza wezi. Wizi imeongezeka kwa mtoto mdogo akisha kutumia simu. Mtoto unapata mtoto anawatch kitu kingine video. Pono, mtoto mdogo pono shwali. Speaker, kwa hiyo charges Nuru Kanga. Kama yako thank you. Acha niingie kwa biashara, mimi niko na kazi. Asante sana Mr. Speaker. Kwa majina naitwa Nuru Kanga, Maumau ya Western. Mimi ndio Maumau ya Western. Hata ukatae ukikubali mimi ndio Maumau ya huko. Hakuna kijana anaweza ongelesha rais kama mimi. Hakuna. Nikifinywa hata yeye atafinywa, Mr. Speaker. Mimi najua Mr. Speaker. Mimi kuna mtu mmoja mwenye siku anafikiria anaweza kufa. Raila Odinga peke yake. Penye alikufa mimi najua ndakufa. Na sisi wote hapa ni marehemu watarajiwa. Ni penye siku haijafika. Sisi wote hapa masanduku yetu imetengenezwa mahali. Ni penye hujui utanunua wapi yako. Mimi pengine naweza nunua hapa Nairobi. Na wewe ununue Kangemi. Watu wangu watanunua. Mr. Speaker. Mr. Speaker, mimi kama Nuru Kanga nataka niambie huyu mama ako na kiburi sana. Gladys Wanga wanamuita sijui nyang'aa. Anaitwa Nyang'anya. Huyu mama anaitwa Nyang'anya. Nataka niambie mama anaitwa Nyang'anya. Gladys Wanga. Kitu ya kwanza inafaa uheshimu Orengo. Na wewe ndio ulianza matusi kwa Orengo. Orengo akakujibu. Orengo, wewe unaitwa Orengo baba. Orengo ni baba yako. Na Orengo alisema haezi bishana na mtu anatoa chupi. Kwani wewe utoangi chupi Gladys Wanga? Orengo aliongea uongo. Wewe Gladys Wanga, kitu ya kwanza Gladys Wanga, huwezi kojoa kwa balcony. Kitu ya pili huwezi panda juu ya mti ukojoe. Orengo anaweza kojoa mahali popote. Kitu ya tatu Gladys Wanga, huwezi simama na ukojoe. Paka uchuchume. Orengo anasimama na kojoa. Heshima Orengo. Hii mchezo ya serikali watu wa one term, wakituzi watu wa two term, haina shida. Sisi watu wa two term tukitusiwa hatutunyamaze tu. Watu wa one term wanapiga mdomo, tunapiga mdomo, tunashikwa. Two term watu wakiongea wako safe. Round hii ni tit for tat. Kama kuna mtu inafaa pewe heshima yake, saa hii ni James Agro Orengo. Orengo ndio ulikuwa unaona Raila Odinga hakuwa anamuacha kwa mgongo. Kwa sababu multi party
Yeye na baba ndio ameleta. Baba hakuwa wakili, baba alikuwa engineer wa mabarabara. Orengo ndio alikuwa anapanga katiba, wanapelekea baba kwa meza, baba anasoma. Parliament zile vitu zinapita, ni mawakili wanapitisha. Saa hii mtu anasema ati tuheshimu Oburu, ni ndugu ya Raila Odinga. Sisi hatujakataa. Kwa nini baba alikuwa anaenda AU akupea Oburu chama? Oburu alikuwa anajulikana wapi? Oburu shabiki TikToker. Ulikuwa mnataka Raila atembee na TikToker? Atuweka mao. Mr. Speaker, lazima heshima ikuwe. Liwa na liwalo, lazima Orengo aheshimiwe na apewe heshima yake. Ile kazi Orengo amefanya hii Kenya. Kuna mtoto mdogo hata mafia yake hajafika Ruai anabishana na Orengo. Mtu kama Gladys Wanga, watu wakipigania inji, Gladys Wanga alikuwa wapi? Baada alikuwa ananyonya. Hata hakuwa anajua ataoleka. Na amepata bwana pia, bwana yake anapiga bwana yake kwa nyumba kama kitu kingine. Wewe unafikiri Orengo ni bwana yako utapiga tu? Gladys Wanga hatukuheshimu. Uko na tabia mbaya wewe. Wewe ni kama yule bibi yangu kwa nyumba nimeoa. Kwani tofauti ya Gladys Wanga na bibi yangu ni nini? Si Gladys Wanga ako na matiti mbili. Bibi yangu pia mbili. Bibi anakojoa. Bibi yangu pia anakojoa. Wanga nakubali yako na pesa. But naweza lala juu yake. Ile kitu Mr. Speaker, ushaiona wewe, wacha. Mr. Speaker, ushaiona pesa ikilala mtu? Umeshaiona pesa ikilala mtu? Wanaume ndio wananyorosha wanawake, na lazima hata kama mwanamke ako na pesa aheshimu mwanaume. Sisi tupewe heshima yetu juu tuko na mrija. Na hiyo mrija ninafanyanga kazi kweli. Mnazaana. Finally, Mr. Speaker, mambo ya mkopa. Mr. Speaker, mambo ya mkopa hii Kenya imeweka watu matatani. Unachukua simu ya mkopa, unalipa deposit 5,000. Wanakuambia utakuwa unalipa 80 for 1 year and a half. Simu ya 10,000 wanachukua 40,000. Mr. Speaker, na watu ndio wameleta umaskini katika nchi yetu ya Kenya. Pia mkopa wamefanya porojo, pia wako na mbegu na mbolea wanapatiana kwa loan. So Mr. Speaker, watu wa mkopi na wao baniwe katika hii nchi. Wasilete ujinga yao hapa. Pia wametoa masimu za TV za mkopi. Huku na Haji News imekatwa. Na wanaangalianga time. Gazi pia iko ya mkopa. Kwani wa Kenya tutakaa kwa madeni mpaka siku gani? Mkopa ndio amefanya tumesota. Nimalizia na mada ya Sifuna na Didmus. Watu wa tutamu mko na shida na mtaki kusema. Kama mbunge amepigwa kwa matanga, wewe ni nani? Nataka niambie watu wa Bungoma, Didmus Barasa, pigani hiyo kenge kabisa. Didmus Barasa hawezi enda Bungoma kutuzu Sifuna juu ametumwa. Mimi nashukuru watu wa Bungoma, mumeonyesha Didmus Barasa ya kwamba Ruto ni one town, na anaenda Siaka, na anaenda mbio, na anaenda teketeke bila kuangalia nyuma, na atashinda Kibuchoke mbio. Ruto atakimbia kuliko Kibuchoke. Na Mr. Speaker, Ruto ni mwoga. Thank you very much. Kama sio Raila Odinga, Ruto angekuwa nyumbani. Ni kujikaza tu juu mnataka power mweke maa. Bwana nani? Au kwa deno nani de. Haya. Sikizane. Mimi nikisema watu wabebe mkono, iwe ni wa watu. Alikuwa anapigana na Raila Odinga
ule mama hakukuweko. Na mimi nataka kuambia watu wa Nyanza, nyinyi watu wa Nyanza ndio mko na shida. Sisi Waluhya hatujaichagua mama kakuwa gavana. Nyinyi ndio mko na shida. Nyinyi mnaongozwa na gavana mumama. Kwani walikuwa wapi? Wanaume hawakukua. Mimi nataka kuambia nyinyi, wakati huyo mama anasimama anatusi Orengo, na Orengo ni mtu ambaye amepigana inchi watu wanamjua, nyinyi mnamwangalia tu ule mama. Mimi nataka kuambia Gladys, nilikuwa hapa nikiambia Gladys Wanga mkanipiga hapa. Si nyinyi ndio mlikuwa mnanipiga? Sasa saa hii mama anawachangamkia, mnaanza kulalamika. Wacha niwaambie. Na mimi wacha niambie huyo mama anaitwa Gladys Wanga. Hakuna mtu useless kama ule mama. Na mimi nataka kumwambia bwana, wewe hauwezani na Orengo. Na wamama wote wanatoanga suruali, si ukweli? Sasa huyu mama vile aliambiwa yeye anatoanga suruali, analalamika nini anatoanga? Sio ukweli. Sio anatolea bwanake suruali. Hakuna siku mwanaume atatolea mwanamke suruali. Mtu mwenye anateremshanga ni mwanamke, alafu mimi nashughulika. Sasa huyu baba analalamika nini? Nenda mwambie Gladys Wanga kama bwana yake amtoshi, mimi Dennis Wanjala najua hiyo kazi na nitamupea yeye mimba. Ule mama bwana yake amshughulikii, hiyo ndio shida. Mimi nataka kuambia bwana ya Gladys Wanga, kama hujui kupea huyo mama mimba, nipe mimi nitamupatia. Ana mangamanga kila mahali. Nyinyi mumeona kuna mwanamke mwingine anahangaika kama huyo? Anahangaika kwa sababu hana bwana wa kumshughulikia. Hapa chini hana wa kumshughulikia hapa chini. Si Gladys hana wa kumshughulikia hapa chini. Akuje mimi nimshughulikie. Unajua nikishapea mimba anakaa chini. Na si ati tunamuogopa. Si ati tunaogopa Gladys. Wewe sio mwanamke peke yako hii Kenya. Gladys ni kitu kidogo, kwani yule mwenye ako kwa nyumba sina mwezana. Gladys ni nani? Na tena enda mwambie mama anaitwa Gladys, aheshimu mili kabisa. Wakati Raila Odinga alikuwa anaandamana hapa, hatukuona Gladys mahali. Tulikuwa tunaona mili peke yake. Hata mili aliweza kutoa nguo kule parliament. Mliona huyu mama akitoa nguo? Apeleke ujinga mbali, tutamshughulikia. Hii maneno mmeniletea hapa, sijui ati Sifuna, sijui na nani. Mimi nataka kusema hivi, Sifuna ni mtoto wetu, tunampenda, aendelee kutembea. Lakini nataka kuambia Wakenya hivi, msipojichunga 2027 mtahangaika vile mnahangaika saa hii. 2027 tafadhali, mkitafuta mtu wa kuwaongoza, mtafute Fred Okengo Matiang'i. Huyo ndio rais wa Kenya. Mimi ninawaambia hapa, kama mnataka kuhakikisha maneno ya corruption imeisha, maneno ya mafuta imeisha, maneno ya watoto wenyu imeisha, maneno ya SK imeisha, Fred Matiang'i ndio kiboko yao. Mimi ninawaambia hapa ukweli. Na kama utaki Fred Matiang'i hata kupaku hame, sababu hiyo ndio rais. Na sikupembelezi pia siwapembelezi. Unajua nyinyi wa Kenya mnatakanga mpigwe ndio musikie. Kama mnataka tutumie kiboko, tutakutia. Fred Matiang'i ndio kiboko yao, kama utaki hama. Na pia ujue women rep wa Nairobi nitapita Mutinda. Wale wengine wa mafuta wapotea. Nitapita Mutinda. Mimi nawaambia hapa ukweli. Ati wanakuja kukuletea wa mama wetu hawana mpango. Bwana speaker, hii ni bunge gani bwana? Women rep wa Nairobi, whether you like it or you don't like it. Wewe unanipigia hapa kelele, wewe unaweza simama women rep.
wakati ninasema Tabitha Mutinda ndio mimi ninajua. Huyo ndio anajua maneno ya wanawake, anajua maneno ya wanaume, atawashughulikia kidogo mpate kazi. Wanakuja hapo kukataa nini? Mimi ninawaambia na gavana wa Nairobi James Mwangi Kaguya. Kama utaki James Mwangi Kaguya hama Kenya. Huyo ndio gavana wa Nairobi. Unanisikia? Gavana wa Nairobi ni James Mwangi. Unasikia nini? Unanisikia? Na James Mwangi ni Mkikuyu. Huyo Mkikuyu ndio gavana wa Nairobi. Asante. Hizi vitu zinafinya watu. Mkopa pia imekuwa kama kasongo chini ya maji. Kasongo akitufinya pande hii juu ekonomi yake, mkopa pia inafinya watu pande hii. Kwanza kama mjui mimi mwenye natumianga ni mkopa. Na nilichoka na hiyo maneno, ilibidi nimetoa traka. Kuna siku nilikosa otherwise. Kuna siku nilikuwa nimesota na nilikuwa nimebaki na 100 peke yake mbele nyuma. Na mkopa yangu inatakanga 72 bob per day. So sikuwa na otherwise. Tumbo muhimu kuliko kulipa mkopa. Mimi nikaamua ninunue sapa nikule. Hiyo mkopa simu ikakaka. Nikatafuta pesa kidogo nikaenda nikachomoa traka. Si kwa kupenda kwangu watu mkopa. Ni serikali ya kasongo. Serikali ikiwa sawa hata pesa tunapata kwa mfuko na kwa njia rahisi. Hatung'ang'ani sana. Lakini ile kidogo yenye tuko nayo, kasongo anachukua hii pande yake, mkopa pia anachukua pande yake. So story inakuwa ngumu. Mimi naye siwezi value simu kuliko tumbo yangu. Tumbo yangu ni muhimu. Tukishiba hata ndo unakuwa na nguvu mingi ya kutumia hiyo simu. Kwani utatumia simu ukiwa njaa? Hiyo iwezekani. So hapo kwa mkopa, mimi sijui nitawapatia advice gani. Lakini mimi simu yangu nimetoa traka. Mkipenda munikujie tu. Talipa nikipata kazi, sasa bado mimi ni asla sina kitu. Alafu hii maneno ya pili ati opposition ya Gachagua tukikompea na opposition ya Raila. Hiyo opposition zote ziko sawa. Gachagua najua wewe hujaipenda baba na unajaribu kujiingisha kwa kiatu ya Raila. Ukue kama Raila uwezi. Legacy yenye huo jamaa aliacha ni kama ya Michael Jackson. Wewe uwezi ingia kwa hiyo kiatu. Najua hapo kwa hiyo maneno yako opposition kukompea, kama we ni mtu uko na hekima, utajua tu Mkabila anapinga Raila indirect. Nendo bado alikuwa analipa wa Kikuyu, akitumia watu kama kina Mutai Kahiga, wachekelee baba juu amekufa. So, mi opposition naona tu ni opposition. Siwezi sema ati ni venye tu opposition ya saa hii iko na ukabila mingi juu ya Gachagua. Lakini opposition ya Raila iko na ukabila. Raila alikuwa anapigania Wakenya wote. Na ndio kwa maana alikuwa anaunganisha Wajaluo, Waluya na Wakamba. Gachagua yeye anapigania Mlima peke yake. Hata sasa hivi tukiangalia si ni watu wa Mlima wametupea shida yote. Hao ndio wametupatia kasongo. Najua inauma, lakini ukweli lazima isemwe. Hii shida yote tunapitia ni ya watu wa Mlima. Baba alikuwa afadhali nyinyi mkasema huyu jamaa hajatairiwa tuwezi mpea kura. So sijui kama mlikuwa mnamchungulia kioga. Huyu jamaa kuna sauti mbaya, mara huyu jamaa si handsome. Kwani uongozi uko kwa handsome? Sasa mmejifanya werevu sana mkatupatia kasongo. Nyinyi ndio mnatangulia pale kwa plot kuhama. Magari zenyu ndio zimesimama juu bei ya mafuta. Sasa nyinyi ndio mnalia. Wewe unaenda kazi ndio niko one term, lakini saa zingine huwa na feel kurudi 2 term. Surudi kwa 2 term yako. Nikifili uchungu yenye watu wa Mlima wametupatia, ndio inafanya na feel hivyo. Lakini siwezi rudi kwa 2 term. Kwa 2 term ni mbaya. Nikiama 1 term niende kwa no term. Nalima kila mtu. Siwezi rudi pande ya kasongo. So Gachagua wewe hii 1 term, hiyo opposition ya sasa iko sawa, lakini wewe ndio unaharibu. Inafaa ufukuzwe ama utolewe mbio.
Na hiyo ndio kwa maana wanasiasa wenzako hawakupendi. Wanasiasa hawakupendi na we Mkenya unajifanya unafuata huo mkabila. Akili yako iko sawa kweli? Wanasiasa wamekuwa na huo mkabila kwa serikali zote. Wamejua tabia zake. Ukiangalia mtu kama Gachagua alimpichiwa kidogo kidogo. Alikuwa na tusi wanawake MPs ati yao ni malaya. So sijui kama aliwapitia wote akajua. Kidogo kidogo akapatikana na hii shida ya rape case. Alinajisi mtoto mdogo msichana na akamuua. Isitoshe akatumia vijana wenzangu kwenda kupindua serikali. Wakafiatuliwa malisasi wakakufa. Survivors wamebaki ni wachache. Wenye wamebaki hajawapatie empowerment. Wewe unajua vijana wa wenye wako one time wanahitaji kazi. We kama yeye Gachagua ni kweli unajali wa Kenya. Uanze na kusaidia wa Kenya wapate kenye wanataka. Hiyo unajifanya unajipigania. Kwa majina ni hao. Speaker controller, watu watakula mambo ya DCI hapo. Haya. Endelea. Asante sana bwana Speaker kwa kunipatia hii muda. Kwa majina naitwa Chinusu, Kakamega County, Malava Sub County, Manda Shivanga Ward. Mimi ni MCA mtarajiwa kule Manda Shivanga Ward. 2027 kuna mtu anaitwa David Kivishu. Mtu mwingine ng'ombe amepotelea kwa Faruki Betu huko Kalenjin huko Nandi. So mimi naenda kutoa huyu jamaa. Wewe utaniambia kitu naongea bro. Wewe tulia. So mimi ndio naenda kuchukua hiyo kiti niendeshe. Nikianza sana, nataka nishukuru wewe bwana Speaker. Mimi ni mgeni. Mimi kuongea hapa mimi sijaongea sana. Lakini nilianza kuja hapa kabla hii mtu ikata. Nataka nikushukuru wenye unarani hii bunge. Tunakujanga hapa asubuhi. Tunakujanga hapa mapema ikianza. Hapana. Kwanza niongee. Ndio kwa maada ndio huko. Haina shida, tulia. Hii time yangu. Natumia time yangu. Mimi natumia time yangu. Speaker. Mimi nilikuja hapa saa 11, mtu anakuja saa 12. Alafu unaruka mimi. Haya, nikienda kwa mada. Nataka niongelee hii mada ya Gladys Wanga na James Orengo. Nataka niambie Gladys Wanga. Wewe Gladys Wanga. Nataka uheshimu mtu anaitwa James Orengo, Agri Orengo. Heshimu James Agri Orengo. Kama James Agri Orengo, mimi ni mtu kutoka Kakamega. James Orengo akikuja kuongea huko Kakamega uliani, tutamsikiza. Lakini wewe mama hatuwezi kusikiza. Kwa nini? Raila Odinga alikuwa akitembea huko Western, alikuwa na command Nyanza na pamoja na Western Kenya. Tulikuwa tunamsikiza kwa sababu alikuwa na maono yetu ya kule Western Kenya. Alikuwa anatembea na mtu anaitwa Agri Orengo. Wewe mama anaitwa Gladys Wanga. Heshimu James Orengo. Heshimu James Orengo sana. Yes. Nataka uheshimu James Orengo kwa sababu James Orengo amepigania hii nchi. James Orengo amekaa na Raila Odinga kutoka mwanzo, amepigania hii nchi kutoka mwanzo. Wewe umekuja juzi, wewe ulikuwa unapewa favor na Raila Odinga. Hata nomination ulikuwa unapewa direct nomination ya ODM. Gladys Wanga alikuwa anapewa direct nomination ya ODM na Raila Odinga. Kwa hivyo nataka uheshimu James Orengo kuanzia leo hii. Nikirudi kwa hii mada ya kwa Western Kenya, Didmus Barasa. Nataka nikwambie wewe Didmus Barasa. Kuanzia leo hii heshimu na kabla niendelee. Didmus Barasa wewe ni one term. Wewe ni one term. Wewe ni one term. Unataka uheshimu Edwin Sifuna venye uliheshimu matiti ya mama yako wakati uliacha kunyonya. Hautakuja Edwin Sifuna ndio president wa 2027. Yeye ndio tunapeleka kwa debe kama president wa kutoka Western Kenya. Kwa hivyo uheshimu mtu anaitwa Edwin Sifuna kuanzia leo hii. Asante. Hii mada ya Orengo na Wanga. Unajua nashangaa sana nikiwaona hapa hawa wakitusi, hawa mama zetu. Kama sio, kama angalia kamera, acha kuangalia wao. Kama sio kutoa
tuko hapa saa hii. Nani angezaliwa kama si hiyo? Oda. Alafu kuna hii mnasema ati opposition ya saa hii ni kali kushinda ya Raila. Kama ni kali, si wangeitisha maandamano juu ya fuel? Waliitisha kweli? Si ni hao watu wa matatu ndo walienda strike? Sasa hakuna opposition itakuwa kama ya Raila. Na hatutaipata position kama hiyo. Opposition yenyewe hawajielewi, hawana agenda, na mnasema one term kupita wapi? Kama Raila alikuwa na Uhuru alikuwa president na Raila hakupata kiti ya president. Saa hii Ruto mwenyewe ndo president. Hiyo one term itafanyika wapi? Itafanyika aje? Si lazima Ruto atangazwe hapa Nairobi kama president. Tutaenda kumtangaza huko Island, Chula Mfangano, mkuje huko. Niko na swali kwa member. Asante sana Mr. Speaker. Na mimi naheshimu member. Kulingana venye nimemuona na venye amevaa kama amesoma kidogo. Mimi sijafika huko sana. Na kuuliza aje. Unajua ni kwa nini kura zote zikishapigwa watu wanakutana Bomas na IBC, chairman wa IBC? Ni kwa nini anaendanga kufanya Bomas? Chairman wa IBC kazi yake ni nini pale Bomas? Ataenda Vikingi. Asante sana memba. Tunyamaze. Unajua kuna swali zingine ukiulizwa hata kuna haja ya ujibu. Kama hiyo, yeye mwenyewe anajua jibu ni nini. Anataka tena ni mjibu. Zingine hufai kujibu. I think uko sawa, member. Sasa tulie. Order. Sasa namalizia nikisema hivi. Ruto ni 2 term, upende. Hakuna ni Ruto aliwahi kudanganya Wajaluo. Na Ruto mwenyewe hatujampigia kura. This time wacha tumpigie kura, hata sisi pia tuone yeye ni muongo. Asanteni sana. Karibu. Nani shikie? Kwa sababu weather ni mbaya, nataka kuongelea hii mambo ya Orengo. Mimi nashangaa na wanaume wa Jaluo wenye wanasupport Orengo. Orengo kutusi mama yetu ni kitu mbaya sana. Na anatusi mwanamke Mjaluo, na kwanza Orengo ni mtu wa 1 minute. Ndio kwa maana ameshindwa na Mjaluo mwenye ako na mafurumbanya, ameendea Wakikuyu wenye wanakaa kama Boloye. Bure kabisa. Ala mtu anasimama hapa anasifu Orengo. Orengo ni mtu wa kusifu. Orengo anatusi Wanga kwa sababu anajua hiyo kitu anataka Wanga hawezi mpea. Orengo ni muoga, anaogopa wanawake wa Jaluo. Ameenda kwa Wakikuyu mtu mwenye anakatiwa na pesa kwa sababu hana lugha. Ala mtu anakuja hapa kusifu Orengo. Orengo ni nani? Ala mtu anasema hapa ati Orengo alitangulia Wanga kwa nini? Kwa siasa. Nini Orengo ameachieve? Kesi gani Orengo amewahi win kama sio hii ya Raila ya kusema ati kura irudiwe? Kesi gani? Shule ni wewe. Kwani mimi ni Masai? Mimi nataka kusema hivi, hakuna kitu yoyote Orengo amewahi fanya kwa hii Kenya. Hakuna hata moja. Vitu zote zenye amefanya kati ya Raila Amolo Odinga. Na Raila alikuwa mjanja ndiye akaweka Gladys Wanga chairman wa party. Orengo alikuwa tu hapo. Halafu sasa mtu anasema ati Orengo amekuwa na Raila. Mbona Raila hakumpea hiyo chairman? Mbona alipea huyo mwanamke? Halafu anasema ati mimi sitoangi suruari. Wewe utoi suruari juu uko na Kikuyu. Kikuyu pia ni mtu kutolea suruari. Muizi mwenye hata siwezi lala kando yake. Nikilala siwezi funika macho yote. Ati hiyo ndio Orengo analala kwake mpaka analala usingizi na mchukua mpaka ananyamba kando yake. Toto bore kabisa. Nataka kuongelea hii mada ya Malone. Mr. Speaker, mimi nataka niwaambie, mnaongelea hii mambo ya Malone na wenye wameleta hii shida ni watu wa Mount Kenya. Si hizo kampuni ni zao zote. Na ndio kwa maana nataka kuambia Nuru Okanga na songa ametoka hapa wakisema sijui loan ni mbaya ya simu ya nini. Mimi nataka niwaambie, mimi nashukuru sana kwa sababu unapata Nuru Okanga amesimama hapa
Nuru Okanga amesimama hapa anasifu one time watu wa Mlima Kenya na ana record na simu ya lipo mdogo mdogo. Nuru Okanga ambia watu wa Mlima Kenya, hiyo simu na record nayo nilipa lipo mdogo mdogo. Hatuna record na hiyo simu yenye watu ndio wamekupea. Sisi Wajaluo hata hizo simu za lipo mdogo ikitolewa, sisi hatuna shida. Kwa sababu wenye wanatumia vitu za lipo mdogo mdogo tunajua ni watu wa Mount Kenya. Sisi Wajaluo tunatumia iPhone. iPhone huwezi pata kwa lipo mdogo. Wakundi wanatumia lipo mdogo mpaka TV. TV inatoshana hivi ni lipo mdogo. Mpaka gari. Mkikuyu anachukua gari ya lipo mdogo, unapata anauza nayo kitunguu na nyanya pale Maimai. Watu bure kabisa. Sisi Wajaluo hatuwezi kopa gari loan. Na hatuwezi tembea na simu ya lipo mdogo. Wenye wanatembea na simu ya lipo mdogo kwa hii bunge, Nuru Okanga, Songa Songa, Kidero Jasuba, Yesu Lai. Watu wa one time tu. Mimi na record na iPhone naweza chukua lipo mdogo. Kwa hivyo hata Flyo na achukua ako na iPhone. Alibahewa. Kwa hivyo mimi nataka kusema hii mambo ya Mount Kenya, hao watu ndio wametuletea shida yote ya lipo mdogo. Na hizo kampuni ni zao. Hata hii mambo ya gambling site. Hizi unapata Songa Songa amekaa kwa room, anabeti nyoka. Ati anabeti nyoka. Mtu anakaa kwa nyumba anabeti nyoka. Ati mtu anabeta vieta. Mtu hajawahi endesha ndege na anaendesha ndege kwa simu na pesa. Na ndege imeogopa mzigo. Ndege ya vieta ukiweka 100. Oya nani? Oya buda. Hii ni bunge. Oya hii ni bunge. Maliza. Ndege ya vieta imeogopa mzigo ukiwekea 100. Hata haiamuki. Lakini ukiwekea 5 inaamuka inaogopa mzigo. Hiyo ndio ndege Nuru Okanga wanacheza. Na hizo mchezo zote ni za watu wa Mount Kenya. Mimi nataka kuambia watu wa hii bunge wenye wanaimba one time, kudanganya Mkikuyu ni ngumu. Kama Raila ndiye alijaribu kuwadanganya, akawaambia jinyini wasikomadha nitawapea 6,000. Baada wao kupigia Raila. Sasa wewe ndio watakupigia. Mimi nataka kuambia Nuru Okanga. Ya kwamba hiki Kikuyu mwenye una support hii. Wakati wa Moi. Wakati wa Moi, mashini ya Mumias ilikuwa inafanya kazi na ilikuwa inasiaga mewa, tulikuwa tunakunywa chai ya Mumias. Wakati tu hao kabila una support waleingia. Hao Wakikuyu nimeona mpaka Uhuru Kenyatta ametuletea sukari yenye iko na iko na mercury. Nuru Okanga amesha kunywa hiyo sukari, ndio kwa maana hawezi naona. Sasa wewe una wasupport na umekunywa mercury yao. Songa Songa amekunywa mercury, hawezi ako hapa. Hawezi peka hapa. Na bado wanawasupport. Mimi nataka niwaambie hao watu, hata mimi nimekunywa hiyo sukari ya mercury. Mimi nimekunywa hiyo sukari, ndio kwa maana naongea maneno hakuna hapa, kwa sababu kifo yangu iko karibu. Hata unajua kuna Wakikuyu wasani huwa na mercury. Mimi siwezi support Kikuyu mwenye wasani huwa. Nuru Okanga naye amebaki na 5 days za kufa kwa sababu ya mercury. Na bado wanawasupport. Mimi wacha tu niwachukie, nikufe kama nimewachukia, kwa sababu wao ndio wamefanya nikufe. Nilikuwa nikiwaambia kitambo vile nilianza kuwaelezea vile Wajaluo wanataka ama vile wanahisi. Saa hiyo ilipata kama mheshimiwa mkubwa Ruto alikuwa 85% pale Nyanza. Na niliwaambia, hiyo ni opinion poll, niliwaambia Jaluo hata support Ruto. Na wengine walikuwa wamepinga kidogo. Saa hii vile tunaongea hivi, ndio nikuje kidogo kwa mada ya Orengo na Gladys Wanga. Ruto saa hii ni 7% Nyanza kwa Wajaluo huko. Sasa sijui vile hata kama ni kuiba kura, ataiba kura ya nani? Nikikuja kidogo kwa hii mambo ya James Orengo na Gladys Wanga. Sijui kwa nini watu wanaongelea mambo ya Orengo na Gladys Wanga, kwa sababu Orengo mwenyewe inamaanisha Orengo maana yake ni constitution. Kwa hivyo Orengo akikwambia wewe ni mjinga, hiyo ukifungua constitution iko hapo ndani. Orengo akikwambia una macho, ukifungua constitution iko ndani. Sasa sijui kwa nini mnaongelea Orengo na Gladys Wanga. Kupima Orengo na Gladys Wanga ni kama unapima drought, mahali penye imekauka na mahali penye iko na unyevu. Haiwezi ingiana. Sasa tukikuja, kwa sababu mimi ni one time original,
mambo inachemuka na bado tunaenda polepole hivyo kama watu wa one term. Niliwaambia hivi, Ruto tumesingira Ruto kona yote, na saa hii tumeshikiliwa na James Agiro Orengo, sisi Wajaluo na Babu Owino. Hakuna kusalimiana na mtu raundi. Raila ndiye alikuwa anasalimia watu, lakini kwa saa hii Ruto ni one term. Hakuna shortcut na hakuna mwenye atamsalimia. Asanteni.